Lazima. Tumepatana huyu jamaa ndo arena pale na Neon Kika. Akirekodi video na Neon Kika. Sasa hivi tunaona hadi tuko na mic hapa. Hata tuseme ni good. Tuambia ni forex. Forex hapana, hakuna forex. Kudate za career. Kama hujui kudate za career. So unaweza manage career mbili ukienda sana. Yeah, so Muranga alikuwa amekata maji kiasi zishashika. Akacheke msupa fulani hapo jo. Kumbe msupa jo ni boy. Hata MC ametoa joke. Yeye anaona hiyo joke ni kali imeweza. Na crowd inamwangalia hivi. How do you feel? So inaumanga sana unaona. Alafu naweza pata like shida ni si ati hiyo jokes ni mbaya. Sasa naweza kuwa ni maduans. So wewe kama MC fikiria ile jokes naweza bamba. Fikiria level na wase. Unaweza kuja na jokes nyingine moto, alafu hiyo jokes kumbe inataka kufikiria. Unaona? Kwamba sasa mtu mlevi inamwanga ulevi haipangi feelings. Never love a drunk girl. Hello, how are you guys? Welcome back to my Danger Show. Today is another big day. We are hosting another fun, another talented guy, an artist. Sijui nimuite nani, lakini atajiintroduce kwa show. Niaje bro? Niaje mzee? Niko fiti. Long time mzee. Long time? Naona mambo iko set. Mambo lazima. Umetoka mbali. Kawaida wajui umetoka mbali. Ni good. Ni mzee. Niaje savaje lakini? Niko fiti. Kungangana tu hapa mjini unajua maisha. Lazima ujitume. Hata mjini lala njaa lakini usirudi ushago. Siwezi. Sijui kama tuko wengi ama ni mimi peke yangu. Kuna wale wanafikanga mahali anakumbuka aliacha mahindi nyumbani anarudi. But wewe naona umeng'ang'ana bro. Lazima. Unajua wale wasaa kujui mimi nakujua. Kabisa, umesikia? Tumepatana huyu jamaa ndo arena pale na Neon Kika. Akirekodi video na Neon Kika. Sasa hivi tunaona hadi tuko na mic hapa. Tuseme ni good. They are just steps. Hope si forex. Utatuambia ni forex. Forex hapana, hakuna forex. Ni step from grass to grace. Fiti sana. Na tunaelekea huko. Kana songa pole pole. Karibu sana kwa My Danger Show. Na feel at home mzee. Cha kwanza nipige kopo la sharubati. Ukienda kijana hata anaweza nunua sharubati si rahisi. Niko karibu sana. Guest wangu anatambuanga hiyo. Unajua mimi ni Mduya. Mndo ingo. Pale Western lazima unajua tunasemanga a meeting without food should be held online. So hii naona hii tunaipiga physically tunashaona food. Lazima ijipe. Mazee. Otherwise iko fit mazee. Tumekuwa tukisukuma. Unajua tumepatana kiusanii. Mose najua tumepatana kiusanii. Wanasema my network. My network. Now, you see the worth. The worth in it. Maze, kulink up inasaidia sana. Lenye nafaa. Anyways, waambia mafans pale unaitwa nani, unafanya nini, alafu tuendelee na show. Alright, wasa, mimi naitwa MC Don, wale wanakuanga MKU na nanijua. Alafu ana kupiga sherehe vijana wa mapanga ile pale Thika Drum. Huwa tunapatana sana maklabu nini. Actually, mimi ni MC as professional. But as academically, I'm a medic, bado nasoma. So, I'm doing medical course. Tutakuwa tunaelezea mengi kwa show. So, welcome mazee. Tumepata na boy wangu hapa. Lazima tupush. MC Don, at the same point, a medic. Ndio maana kunasikia mtu ni DJ na ni medic. Unajua vitu mbili tofauti. Alafu hata so ukisikia mtu ni DJ na MC yani ni daktari alafu pia ni MC ujue hiyo ya DJ mzazi ajui. Unajua pale nyumbani kuna ile unajua pale ushago kuna ile knowledge wanajua ma DJ si watu wazuri, MC si watu wazuri. So wanatakanga you maintain the professionalism ubaki tu kwa udaktari. But me mjaribu kupiga hiyo barrier ya kuonyesha wasee you can make it in both fields. Okay. You mentioned you are both an MC and a medic. Like, how do you balance those two different careers? Two different careers. So, kubalance kitu ya kwanza, lazima avoid wasichana. So, unajua kudate is a career. Kama hujui kudate is a career. So, unaweza manage career mbili ukienda sana.
lakini ukiongezea ya tatu ambayo inaitwa dating, you guy hautafaulu. So niliavoid career ya tatu ambayo ni dating. So nowadays napiga tu medic kiasi. So as kuja MKU as kusomea medical course, alafu nikaingia hapo. So nikiingianga hostel. So hostel unajua kuna kuanga na time mingi. So wase wengi tu hostel wanashindanga wifi nini. So mimi nilicheki hii haiwezi. Bwana nishinde tu wifi na naweza jifunza vitu 1 2. So tunakumbuka Friday pale Mkeola na kuanga zile event za tukiwanga na Dibaba. Dibaba sasa. Nakumbuka. So mimi nakumbuka nilikuwa nakujanga hizo show, nakuja nakaa kwa mafan. But venye nilikuwa nakaa kwa mafan, kuna MC nilikuwa nawaona. So wanapiga kazi safi, siwezi kataa, lakini kuna vile nilikuwa naona hii kitu wanafanya hii kitu mimi naweza fanya na nifanya perfect. So nikaona sasa badala ya kuwa unajua shida ya kuwa fan wao wanatumiwa vibaya. Unakumbukanga zile show hata za Safaricom zikikuja unafinywa na mabouncer huko nyuma alafu unaona pale MC pale mbele jo anarombosewa pale mbele jo, kuna refreshments zikikuja zinapita tu alafu unajua wewe ni fan kwanza zile event za MKU za weekend zinapigwa hadi asubuhi hata baridi na kupiga, alafu naelewa thika mvua unyesha. So fan unapigwa hata tendo kai vizuri. So mimi nilionanga like naweza kuja nipige hii shughuli fiti, alafu pia nipate hizo privileges, alafu nijiona hapo juu. Nijiona hapo juu muhimu. So nikaamua hapana, sitakuwa fan. Mazi mambo ya kubuliwa na mabausa sijui wewe toka hapo haufai kuwa hapa. Wacha nipige hii shughuli. So hapo ndio nikaingia kuna wale msika Kimpol kwa wanaona. So nilikuanga like wakishapiga show yao safi, mimi naenda hapo after show. Unaona kuna kuanga show ikifungwa watu hawaendangi sana. So mimi ningeingia hapo alafu niambia MC simsaidie pia nichangamshe tu hasa kiasi before aende kabisa. So nikiingianga hapo alafu napata ukishachukua mic unawachangamsha hadi unapata wase tena hataki kuenda hadi sasa nilikuwa nakosananga hadi na msee yule wa mitambo George anataka kufunga, alafu wazao anasema buda jo acha tukule ngoma bro. Huyo MC yako fit. More nice man. Mazeni nice. Alafu sasa msee wa mitambo unajua pia anataka kwenda home. So inabidi okay acha tuende. Tukafunge. Niliambianga hapo. Ai manzee, unajua umesema kwani umeanzia ukiwa high campus Okay, so like si jaandia campus but unajua sasa sisi watu Western kuna ile kitu inaitwa disco matanga. Najua hiyo wewe hata pia yeye ni member. Naitambua nilikuwa Western na kosa kuwa member. So pale Western unajua but pale tunajua disco matanga inakuanga insecure. So I remember pale kuna sound fit sana, kuna more fulani anakuanga na sound inaitwa La Cheka Sound, by the way big up tuliambianga hapo. So wewe jamaa alikuanga na mitambo. So unajua disco matanga mngeitwa matanga. So mkiendanga matanga but sasa unaenda na muziki zenu, mkuanga na DJ alafu mimi ninaamua acha mimi nitakuwa tu na hype wase. But sasa shida ilikuanga ni unajua ile violence ya disco matanga. Lazima vita zikuwe. Disco matanga rada inakuanga ni mkikuja sasa wanakuanga na kila village inakuanga na ule MC wanaaminia kabisa na DJ wanaaminia kabisa. So matanga ingetokea place fulani nyinyi mnaenda na hizo mitambo zenu, alafu mnafika huko wanawaambia bwana tuko na DJ wetu, nyinyi mmeleta hizi vitu lakini amjui ngoma sisi tunapenda. So unaanza show hivi unaona jamaa amepita hapo na mpini anakuambia buda utaacha hii mic ama ukule mipini. So inabidi so tuliambianga hapo but tulikuwa tu ni kuvumilia. So unaenda hapo wenyewe hata wanakunatishiwa na mipini but ukishika mic unapiga kazi safi, unasema wenyewe msata tulikuwa tunataka tumtoe hapo lakini acha apige shughuli yake safi. Ndio umepiga kazi nyingine safi sana. Hata pia unawabamba ni ile disco mraruko. But sasa shida ilikuanga ni ile unajua sasa shida ilikuanga mimi nilikuwa msauli anapenda kusoma pia. So nataka kufanya medicine unajua yule msalikuwa anapenda kusoma. So kitu ile limit your time like kuna venye walimu walianza kuniangalia, unaona. Unajua pale ukiwanga village ukiwa kuna watu wanapenda masomo, kuna watu wanapenda sports. So mimi walikuja akanicategorize kwa wale wanapenda masomo. So kuna venye walimu wanakumonitor sana. Ukisikika ulikuwa disco matanga, hata mimi nakumbuka kuna time tushapeleka kwa chief. Hata nyinyi vijana nyinyi ndio mnaenda uloko. Nyinyi ndio mnaenda uloko. Tukatishiwa pale. So I think hiyo pia ilikuja ikafanya buda jo
I'm good at kusoma, so acha ni maintain tu kusoma. Nikifika nasikia pale kampo kuna madem na kuna time nitafanya nikifika huko, but niliambianga huko. Ukafika ikajipa. Kajipa je. Sasa unajua umention challenge pale ukiwa let's say Disco Mangata. Inaitwa Mangata. Matanga. Oloko. Disco Matanga. Yeah, sasa ukiwa pale Disco Matanga kulikuwa na challenges. How about sasa unajua umeichukua kama profession manze, naona umekuwa MC events zingine kubwa sana manze. Jamani MC, kama uko pale uko na event manze, reach out kwanza before tuendelee. Msakitaka kufikia anafikia kivipi? Alright, so mostly huwa najimarket pale TikTok, so wala so kwa TikTok enda tu pale MC Dancehall Don. So actually mimi naitanga Dancehall Don because nikwanga msana napenda dancehall sana, na hii ilikuwa influence na bro wangu ambaye pia yeye ni DJ. So tulikuwa tunapenda kucheza dancehall, sasa kina Vybz Kartel Conscious. So kama unaweza nitafuta, unaweza ingia tu pale TikTok at Dancehall Don. Dancehall Don manze, fika pale ufanye haki, utende haki. Anyways, as we continue with the show, manze, remember pale Academic Hostel we're having Wi-Fi which is going at 2,000 shillings for full installation, free router. Don't forget to reach out on the number 0706407084 at My Danja. Okay, tukiendelea na show mdogo hapa hivi. Unajua challenge ya pale Disco Matanga na ya huku hazifanani. Sasa challenge ya sahi kama umechukua MC kama profession, challenge zenye unapitia pale hapa na pale ni kama zipi? Okay, so tunaweza sema pale shida ilikuanga ni insecurity. But huku pia kuna insecurity inaitwa financial security, unaona? Kabisa. Unajua pia mimi si ati ni yule MC nimefika far sana, unaona? Ndio nimeianza nimeipiga nikai-maintain. So unapatanga msana kuitanga event na kushobuda jo, utapata mafani. Wewe kuja tu piga hii kitu utapata mafani. Wewe piga tu kitu ubambe wase utapata mafani. So hiyo kitu like kuna level ukifika, hii mambo ya platform inakuwa ni ujinga, unaona? Hii mambo ya msee kuambia bana wewe kuja tu piga hii shughuli utapata wase, kuna watu watakuangalia. Kama uliniangalia ukanichukua, mbona sasa unataka tena watu waniangalie? Nitaangalia hadi lini? Wewe uliniangalia mahali ukaona napiga shughuli safi, sio? Tena unataka nikuja kwako watu waniangalie. Kwani mimi ni tibisho? So the problem inakuanga actually ni hiyo mambo ya kuambiwa tibuda jo utapata platform. Alafu pia ukienda club. Unaona club like the problem is club vitu mingi hufanyika. Unajua nyinyi watu kuna wasee waendangi club hawajui what happens at night. Usiku wewe My Danja hiyo inakuna wenye unapiga shughuli yako mchana. Ukiingia pale club kuna wale wasona wanapiga shughuli yao usiku. Hiyo masaa. Hiyo ndio masaa yao ya kazi. Na unajua shughuli za gizani hazikuangi mzuri. Ziko na risk. Hapa Thika kuna vijana wanatoka Kiandutu. Wamepiga tu shughuli yako safi. Wanakuja kukusalimia. Wanakusindikiza hadi stage. Ukitoka hivi club, ushapiga shughuli yako safi, wanakuambia watakusindikiza hadi stage. Unajua sasa nini happen hapo katikati wakusindikiza. So upate ni hiyo, alafu pia unapata ukianga ule kijana pia like unataka kuteka madem. Kuna mchele guy. Unaweza ikiwa mchele. Mimi nakumbuka kuna moro yangu fulani tuliingia hivyo club. Unajua sawa club sawa kiingia na kuanga ni intention. Kuna yule jamaa anaingia club na dem yake. Kuna yule jamaa anaingia club akitaka kuteka dem, tafuta madem. Sawa sasa ndio anakuanga target. Kwa hiyo madem wale madem wa mchele. So kuna moro yangu ameingia hapo, unaona wale madem wanavanga club, so wanakuanga na ile dress wote wanavaa same. So moro yangu alikuwa amekata maji kiasi zishashika. Akacheke msupa fulani hapo jo. Kumbe msupa jo ni boy. Awacha? Msupa ni boy jo. Yaani wale wasona unasikia hizo kesa unashika boy amejivaa ka dem. So moro unajua kishakata maji unaona kila kitu imeweza. Sijui kama unakata maji. Najimsaki kata maji. Ukata maji. Noma sana. Kila kitu inakuanga tu imeweza. Sasa unaweza pita na mama mboga hapo. Kitu ilikuwa ni safi, umepita hapo ni mama mboga but ukirudi anakaa ni mali safi. So moro wangu jo anakuja na mali safi jo. Basi tunaangalia hii jamaa, hii buda jo. Kumbe msame amenyoa ndevu fiti jo. Unaangalia huyu jamaa jo, hii chini inakaa mwanaume. So karibu moro wetu adinywe. So kuna shughuli mingi. So mimi na advice wale MC wanakam maintain it professional. So kitu affecting MC wanakuja wadogo ni
buda unaingia kwa hii shughuli alafu naanza kulipwa na pombe ama so ukishaanza kukata maji utakujua tu unapiga shughuli yako unalipwa na account. Ambaye kijana Yesu unakunywa pombe hapa. Yes, kuna hiyo mambo hata unaitwa kwa MC kwa harusi na wanakulipa na chakula, anasema utakula enda nyumbani. Tumemaliza. So na nafikiria ungekula kama sio wao ungekula. Wanadhani ungekula. Maze so mimi naambiaje, so ukiwa upcoming unafaa ku keep it so professional because hapa ndio kuna ma vultures no sana ku target. So unaweza kuko talented but watakuintroduce kwa kitu kama pombe alafu kwa sasa wewe kazi yako itakuwa tu ni wewe kuja upige pombe. Unaona? Wazi. We are here on My Danja Show. Thank you so much for tuning in My Danja Show. Wala wase mko live. Shout out to all of you manze, nawapenda tu sana. Continue doing something important there. Tap the screen ili iweze kufikia wase wengi. Share that live. Anyways, sasa ukiwa pale unajua wewe ni MC. How do you keep the crowd engaged? For example, pale ikiwa crowd iko low, unaona energy iko chini. How do you engage the crowd? Okay, so kitu unafaa uingie ni so before unitie show mimi huwa nakuuliza niaje na wasiwa gani mimi naenda kupatana nao unaona. So kuna age group different, so like sisi ni majenzi naelewa majenzi na wale watu wa kuruka nini hasa hitaji na nini mingi, so lazima tu kama ni majenzi utaenda wivia kitu inaitwa musicality, so hivyo tu zile ngoma msiwa au maneno wanataka but unaweza itwa show but hiyo show ni mabuda. Unaona wale mabuda wale wanataka content ama uite kitu kama cooperative event umeitwa hata kitu kama safu bambe tu wasa amekaa tu unaona hakuna kudance, so hapo kitu inabidi ukuje hivyo ni kitu inaitwa comedy unaona, so lazima uivie usome crowd uangalie wase kuja kama ni mabuda kuja tu na zile comedy za bamba mabuda jua sisi wale watu utaamua can you wake up and jump nini ani wasamunda dozao wamekuja nataka uwabambe, so kama ni majenzi lazima ukuje like na ngoma, majenzi upenda ngoma, so kitu ya maana wewe kama ni MC unataka kubamba crowd uliza ule jamaa amekuita gig buda watu sasa gani naenda kumeet nao unaona alafu wasome alafu ujiandae. So umesema pale unatumia some kind of jokes ama comedy si ndio? Unajua pale uko stage pale si eti nimeweza kuwitness sometime unapata MC ametoa joke anaona hiyo joke ni kali imeweza na crowd inamwangalia hivi, how do you feel? So inaumanga sana unaona. Alafu unaweza pata like shida ni si ati hiyo jokes ni mbaya, hasa unaweza kuwa ni maduans. Wewe unajua ukiwa kuna IQ, unajua comedian kuna IQ unaona. Ile jokes zinaweza bamba walevi, system joke zinaweza bamba msako soba unaona. So wewe kama MC fikiria ile jokes zinaweza bamba, fikiria level na wase. Unaweza kuja na jokes nyingine moto, alafu hiyo jokes kumbe inataka kufikiria unaona. Pale sasa sema kama ni mkeo arena, sasa kuja hapo kufikiria sana unaona. Ile msanii anataka kupiga jokes anaipata hivi direct. Unaipiga kama anaipata hivi direct. Si ati buda juu unapiga joke umecoil nini. So msakawe ni MC buda, angalia wase jokes yako inaweza kuwa kali but crowd yako ielewe hiyo joke. So it's all about reading the crowd. Sasa inamaanisha hakunanga dry joke, inakuanga ni ule audience ndio kwanza. Hakunanga msa hawezi cut time yake concert because kama wewe ni professional MC umekaa chini umerehearse, umepractice joke. Wewe practice joke ikubamba wewe peke yako, itashindaje kubamba wase. Alafu the problem is the time. Unajua joke one thing about comedy is all about the timing, unaona? Timing yako inafaa kuwa fiti sana. So like usai katiza ngoma alafu uanze kupigia wase jokes unaona. Ngoma obvious ngoma uanga wase wanapenda ngoma sana kuliko kusikiza maneno ya wase unaona. So joke yako make sure una time fiti wakati ngoma imetulia, alafu wase washabambika na ngoma uanze stories za jokes. Shara msitu ngoma tu wase wamebambika tu jamaa kaingia tu mazee imagine watakwambia buda tusha imagine. So timing kitu ya maana ni timing. Wazi sana with MC Don akiwa daktari mwenyewe in the house. Unajua amesema yeye ni MC na bado ni daktari. Mambo hayo mawili yanatatanisha manze. Lakini tunaendelea hapa on My Danja Show live pale TikTok manze. Show some love as we continue with the show. Like ukiendelea like kwa MC unaona
how do you market yourself? Maybe ukiwa pale kwa podium ama ukiwa pale kwa social media, how do you market yourself? Yeah, of course nikiwa pale most huwa natumia social media and of course ni TikTok na Instagram, Facebook. Unajua Facebook huko ni watu wa nyumbani. Kabisa. Watu wa nyumbani, believe me or not, watakutakiagi mazuri sana. Unajua mimi sijawahi kujua wewe, si ndio? Tulipatana pale Indo Arena but sasa tumekaa na wewe, unaona. Yeah. So mimi naweza advise mse target outsiders. Wacha kutarget wale watu wa kwenu, unaona? Watu wa kwenu hao utaitwa show kuambia buda kula mchele wende nyumbani. Ingia pale TikTok, unda account watu hawakujui. Unaona kitu namalizanga wasanii, unaingia pale Facebook. Unajua Facebook most wanakuanga ulianza ukiwa high school. Yeah. So wale wasa unajua ni mafriend wako ni wale tu wako tu hapa around na wazazi wako bado wako pale. So wewe umekuja hapa kama mimi nimekuja kusomea udaktari. Kidogo ashana nimeanza kushika mic, so wataanza kusema huyu tunajua hata asomi huyu. Huyu tunajua asomi. Kwa masherehe kwa klabu kila siku. Ndio huyu tulijua huyu asomi, tulijua tu ya enda. So ukitaka ku market fit, ingia unda account mpya, tafuta outsiders alafu piga kazi safi. So marketing mimi pale tu ni TikTok, alafu pia nikiingia pale crowd ama niingie podium, piga tu kazi safi. You never know see. Wazi sana. Now the biggest artist mwenye huwa anakuinspire kwa hii field ya MC. Unaona anaweza kuwa artist mgani huyo? Of course mimi na checking wase kama MC, nasema kama Mido mimi nampendanga sana juu ule ni msako versatile. Unajua Mido ni mse anaweza piga MC na bado hata wa DJ akienda unapata mapigaji machine, unaona. Yeah. Alafu hiyo ndio kitu huwa ina limit ma MC wengi sana. Unapata MC yeye stick to the mic. Hata DJ anaenda ukojoa hivi akwache machine upata wimbo imepigwa rewind ama nini imefanyika hapo, jamaa tabaki amezubaa, unaona. So kama wewe ni MC kiti ya mzuri, mimi Mido uniinspire sana juu mimi naona Mido ameiva kumix. Hadi pia nikipiga MC ukishamaliza show hivi pia naambia DJ wewe unaweza kupumzika, acha nipige mashini kidogo nijifunze, unaona. Unaona MC wengi like right now unaona wanasema buda sasa tupendangi show ziko na MC wa juu MC aelewe hiyo deck nini iko hapo, unaona. So utapata DJ anataka kucheza ngoma, jamaa shasongesha volume chini, ana mesa, alafu sasa unajua mafano atafikia tu MC wote ni wabaya, unaona. So weka ni MC kiti ya mimi naona kitu fiti ni kwa versatile. Jifunze ni time gani ya kusongesha ngoma chini ama time tu gani ya kuhype, unaona. Alafu elewe machine. So si kuharibia sasa ngoma. So inaleta hadi debate wa sasa sema buda jinsi atupendangi club ziko na MC. Yes ni kuharibia kazi. Noma sana. We are still on My Danja Show live manze, na bado tunapiga story hapa na MC Don akiwa daktari mwenyewe. Pale ukienda pale hospitali utamkuta, ukienda pale club utamkuta, ukienda sherehe gani utamkuta pale. Yaani ako all around. Anyways, tukiendelea kuongelea ma biggest artists. Tumesema unashare sometimes unapata stage mnashare ma artist wawili, ma MC wawili, sivyo? So ni artist mgani you think ni artist ambaye make move ako pale mbele na umework na yeye na umeweza kuona experience yake ni experience ambayo iko sawa kabisa? Of course nikiambia tu ground mimi as a big up sana MC Kim Paul. Tumework naye hapo MKU. Ule mse unajua coming ujuangi vitu but anajua kuhandle crowd. Ule mse amenifunza vitu mingi. I remember nikiwa pale MKU tukipiga cultural week. So mimi sikujua kwamba ukianga MC just focus na watu wote, focus na group. So kuna memorial fulani hapo nakumbuka tukipiga show. Nilikuwa na wakinga. Unajua wewe ni MC, unafaa urun shows ndio. So utasimama hapa mbele. But kuna model wanapita hivi. So kuna wasena hawataka kujua wewe ni MC, wanataka kuona model. Unajua time kuna model anakuanga au kwanza time ya madem pale wewe usilete mchezo. Hapa time ya Miss Kavi, unaona? Unaweza salimiwa. Mambo ya Miss Kavi ikishafika wasa nataka kuona sianda, ndio? So like so your time in MC na wakinga. So I made a mistake. So kuna msali niambia buda jo, toka tunataka kuona haga. Kaambia buda jo, sasa mimi nitatoka aje na mimi ndio hadi naambia mimi ndio na instructor ama model wapite. Jamaa kaambia bana mimi sitaki kujua wewe toka jo. So I made a mistake, nilikatusi jamaa. Kumbe sikujua hadi kumbe hizi shows zinakuanga hadi na maguni, unaona? Hizi shows kunakuanga na maguni. Mtu anaweza kuja kusabotage show yako tu. Mtu anaweza kuja tu amwisho haitawaka. Na kuna vijana wake wamekata makali pale, watamua show haitawaka.
So huyu jamaa after niliosiku mtusi ile mbaya. Nilimwambia tu buda, acha kuvuga. Sasa nikuachia utafanya hii kazi. Buda. Kidogo hivi. Jamaa alipotea nikafikiria rada safi. Kumbe ameenda kuniletea vijana wake. Ameenda kujipanga. So wale vijana wakati unaongea na mic na wanapiga kelele. Unaona? So hadi wasao wanashangaa what is not happening. Wakati unaongea na wanapiga buda unaudhi nini nani vijana tu watatu. So like hiyo time ndio mimi nashukuru MC King Paul yale kuja kaambia buda juu ni watatu na wanazaribisha watu almost 1000. Unaona? 3 people wanaweza mribisha watu 1000 alafu kwa haitamata kitu yote. What will matter ni wewe kwako maribisho Yeah, so me King Paul alishongo buda don't engage them. Hata msako kuambia wewe jaribu kwenda by their laws bora tu show ikuwe successful. So background mimi na big up sana MC King Paul amenifunza vitu mingi. Yeah. So namaanisha ukiwa pale stage ifai ukuwe na feelings. Yeah, weka feeling kando, chapa kazi na job. Okay, now you are working with events pale shule, mentioned pale events za shule pale MKU aswa. How do you prefer cooperating with events, wedding ama kuna event kama kuna matanga? Jo, achana na saa ya usiku. Ya matanga. Kuna events kadhaa, kuna wedding, kuna sometimes graduations, kuna sometimes zinaitwa rorasho. Ama ndio gani? Kama hizo. Road trip. Sasa ni events gani unahusikana nazo sana? Of course, when mimi upenda sana ni corporate. Hizo ni events zimetulia like weddings. So hizo events wanazipenda sana because haikuangi na demand sana, unaona. Like compared to these events za gigs. Unajua kupata gig inakuanga na pressure sana, unaona. Because unakuanga pressure mambo nataka wasee wa dance. Unajua mtu anaweza kuita kwa gig club yake akwambia buda hii club ni kama ina fail. Wewe ndio unataka uamshe. Kuna mtu aliharibu mahali. So wewe ndio umekuja kuamsha. Unaona? So hii gig kwa hype mtu amke aanze kudance na kuanga kazi mingi sana. Compared like corporate unajipanga tu na jokes zako kadhaa hapo, ni comedy tu unabamba sasa alafu nifunga. But all in all bado tunapiga zote. So in case ukienda na wedding, road show nini, nazielewa naweza kuja na nipige. Wazi sana, kazi safi. Na anachapa kazi nyingine safi sana pale kwenye event. Ukiweza attend event yake moja, utajua kweli kazi inachapwa venye inafaa. What's your funniest or most embarrassing moment on stage pale? Most embarrassing moment? Yeah. Okay, so kuna show fulani tushaienda. So actually hiyo nimekupigia hiyo ya kwa sababu karibu anituange. Hiyo. Hiyo play ilikuwa one of it. Alafu I think nilingia club. So club kuna time fulani unajua wewe kani MC lazima ujue mtu mlevi akupendi. Wewe jua tu mtu mlevi akupendi. Mtu kuna demo anaweza ingia pale anje tu kunya pombe zake. Hiyo time hata hajakupenda. Alafu upige shughuli yako safi. Uone demo ameanza kudanza akikuja. So wewe kama MC lazima ujue kwamba mtu akiwa mlevi yeye unaona kila mtu ni mali safi. So wewe si atu mtu anakupenda. So kuna time fulani kuna kitu hapo bazee nimepiga sherehe nikapata kadem kingine hapo ndio kakisha kata maji kachukuanga namba. So next day nikasema hii nayo lazima nipite na my mark. Hiyo injai mark. Buda saa asubuhi nikamtext you guy. Nipigwanga aliniambia wewe I don't know you bana. Nashangaa demo hadi jana amenirombosea. Vibe jana vifiti. Vibe bana akaniambia tomorrow link me up. Sasa leo namwambia I don't know you. So wewe kari MC, wewe jua kwamba mtu mlevi inakwanga ulevi haipangi feelings. Never love a drunk girl. You'll be disappointed. Yeah. Alright, sasa unajua kwenye house tuko na MC na tuko na daktari. Yaani 2 in 1. Tumeongelea mambo na MC sasa. Pale entertainment tumeweza kujibamba. Kama tungekuwa na ngoma, tungekuwa inaitwanga deck kama inakwanga deck bado deck. Kama tungekuwa na deck tungeweza kumix mix hapa na ile mic tukihype kidogo, lakini because of time na pia where we are I think we can't do it for now. Maybe God to bless in the future. Alright.